Nikakuja na piece inaitwa Niache. Yeah. Nani alikuwa anaacha mwingine? Yeye niache. Yeye alikuacha alafu wewe ukasema tu acha niache. Okay. Hebu chapa mstari mbili. Hatuwezi fanana Castle Plaza Lodging. King alishasema. Still niko na msemo kama guard ya lori. Na yule nampenda kupenda napenda mwingine na kufosi. Acha nikae kwa amani, Mungu atanipa yule mwenye Subaru. King Kaka is a friend of mine and alichangia sana kwa Dear Lord. Yeah. Okay. Yeah. Oh, so yeah, pia he was one of he was one of the Dear Lord. The end inspire sana ku. Hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. I am Theo. So today we are privileged. We have a very energetic young man here called Ezanto. He's going to introduce himself, alafu tujue jina lake ni nani, anatoka wapi, labda ya ID pia tuonyeshe ni ya gani. Tupige tu story alafu tusikie safari yake ya usanii ilitoka wapi, sababu mimi namjua kama msanii. Safari yake ilianza wapi, kaenda wapi, alafu pia tusikie some of the challenges zenye huwa ana face throughout the whole journey, and also he can inspire the young man seated right behind this video, mwenye anaochi hii video, ili tuweze kusikiza na kuelewa safari yetu ya maisha inaendelea vipi na tunaweza move from one step to another kivipi. So before we start, before he introduces himself, I'd like to invite each one of you, yeyote mwenye anakuja karibu ama ataona video hii, uweze kusubscribe na kulike, na pia weka comment yako hapo, in that in the next video we shall have to give you a shout out. So today I have two people I would like to shout out. The first one I have Maureen Washira. Thank you so much. You commented on the previous video. And also we have Enoch Nyakware. You also commented on the previous video. So thank you so much for that great support, and may God bless you. So twende kwa mgeni wetu wa leo. Atueleza anaitwa nani bro? Vipi? Yeah, poa sana. Habari ya masiku? Nzuri sana, labda za kwako. Niko salama. Karibu kwa Love of Theo channel. Mungu anasaidia. So tunataka tu tujue Ezanto ni nani? Ezanto is a young man. Mwanafanya shairi or poetic guy. Mstari kibao tu kiasi tu kujaribu tu maisha. Ezanto pia ni presenter. Tunafanya vitu mingi. Ezanto pia ni promoter. Yani vitu ni kibao na masaa ndio machache. Masaa ndio machache. Hakuna enough is enough. Enough is enough. Sawa. So hii story na usanii mostly kuhusu poetry ilianza vipi? Poetry ilianza nikiwa Raima, nikiwa primary school, Maraba primary school, hiyo niko Kisumu. Tulikuwa na mwalimu anaitwa Job. Mwalimu Job alikuwa mwalimu wetu wa Kiswahili. So unajua nilikuwa class 6 in the year 2010 to 9. Mwalimu alikuwa anatupata mna compete kuandika shairi. Sasa tunakopi mahali, unatoa kwa akili yako, unaandika. Alafu mna compete from class 6 na class 7 na class 8. On Friday mna compete, alafu ule winner ama andika shairi vizuri anapatiwa award. Na award ilikuwa pesa ama ilikuwa nini? Ilikuwa kitabu na penseli ama kalamu. So hapo hivyo ndo nilianza. Alafu nilikuwa napenda kusoma shairi sana za kitabu za hizo za kitabu za Swahili. So hapo nilisema kumbe hata mimi naweza kutunga shairi yangu. Nilikuwa natunga lines 2 3 naacha, 3 4 naacha. By the time nafika Friday nimeachieve stanza kama 2 3 hivi. Ulikuwa unapata ile support ya huyo mwalimu? Nilikuwa napata nini? Sasa kama kitu imenishinda toa mwalimu anataka hivi na inanishi na hii. Ambia fanya hivi na hivi ama tafuta kitu fulani uendanishe na hiyo. Okay. Alikuwa anani-encourage by the way. Okay. So baada ya hiyo sasa safari ya poetry so far umefika wapi? Bado unaendelea kuzitoa ama? Bado naendelea kuzitoa. Hata ukitembelea YouTube channel yangu kuna piece imetoka 2 months ago inaitwa Dear Lord. Nashukuru. Actually leo around saa 11 usiku I was going through your video. Kuna ingine
I think niyo unaongelelea Dialogue. yenye ulikuwa kwa nyumba ingine ya matope hivi, umevalia aproni kama ya red ya maroon hivi. Ya maroon. Okay, so hii safari ya nini inakupelekaje? Let me ask this, inalipa? Usanii inalipa, si mbaya. Bora tu unajua kitu unafanya na unajua target yako, unajua kitu na aim, inalipa. Aya, hivi karibuni kwa hiyo channel yako pia inaitwa Ezanto Poet na hii Sana Sector TV. Yeah. So kwa Sana Sector TV I think ndo niliona hii Sana Sector TV ilifikaje, ama safari yako ya poetry, is it that ulikuja mpaka kwa Sana Sector TV ndio ukakwamia hapo, ama ilikuwaje ukafika Sana Sector TV? Poetry inaanza kitambo before Sana Sector ikuje. Ama mtu alikuwa na idea Sana Sector alianza kitambo before Ezanto akuje. Okay. Unaget sasa? Yeah. But at the time wewe na beshte yako mnaweza kaa pamoja, muangalie, mseme tufanye hivi, tufanye hivi, alafu unapata mnafanya kitu moja amazing. Sasa siwezi sema Sana Sector itangulia Ezanto, na siwezi sema Ezanto itangulia Sana Sector TV. It depends nani alikuja na idea wa kwanza. Okay. So kwa hiyo Sana Sector mko wase wangapi, ama ni wewe peke yako? Tuko wengi. Mko wengi? Tuko wengi sana. So hii ndio maskani yenu ya kuproduce mangoma, mawapo yetu, vitu. Hii ndio maskani, kila kitu, takataka zote, kutaka entertainment, producing, kutoa ngoma, video, anything kwa Sana Sector TV. Okay. So tuseme kwa hii safari yako ya poetry, ilifikaje, challenges gani ulikuwa unazipitia ikafika mahali uko sasa hivi? Challenges ni kibao. For example, unaweza pata umelikuwa perform mahali, alafu for example unajua sasa tunaelekea uchaguzi, msana nataka kufanya piece ya amani, na by event ni kesho, na amekupigia kitu saa 3 usiku. Unajua maybe kwa akili yako au kwa ama kutoka zamani huko umeandika hiyo piece ya amani, inafaa uandike saa hizo. Na ushike ukram jusiki, tutaenda pale mbele watu usome tena. Umeona? Unafaa ushike. So challenges ni kibao, umeandika, umestruggle kuandika. Asubuhi tena uanze kukram hizo vitu, kufika mbele audience mstari zimepotea. So ikifika hiyo time ndio maybe umetoka kwa nini? Umetoka mahali ukasema sasa nimeng'ari hii piece. Najua nitachafua. Kufika pale mbele yani umepewa mic, mstari zote zimeenda. What do you do? Unafanya freestyle. Magezi wa bora idea. Magezi bora so una idea fanya TV ni nini? Nini bora wasirialize. Bora wasirialize kuna msa amepotea. Lakini inafikanga mahali, kwa mfano umepiga mstari and then unafika mahali unashtukia tu zime lost. Alafu zikilost, how do you come back? Kuna vile ukikumbuka unarudia tena kwa line. Yeah. Sasa maybe mstari unajua sasa ni kama umepatwa direction uende mahali tao. Mwana piga kona ya kwanza, piga kona ya pili, piga kona ya tatu, unyorosha straight. Sasa by the time unapiga hii piece, maybe umesahau mstari ya kwanza. Utapiga ufanye gazing hapa mbele, ndo kumbuke ile ambayo ile kuna kuja next. Okay. That's so I can say amazing story, because imagine umefika mahali wase wanaanza kuona umesweat alafu yani story inapotea tu, alafu at long run tena una catch up. So maybe kutuseme kuna time let's say mwenye amekualika amekuambia event ni siku fulani, umesikizana kabisa, ama hata mbele nyuma ulikuwa unategemea hiyo job peke yako, maybe in a week ama in a month time, alafu unapata kwamba hiyo job imekatika. My experience ni kama hiyo, mtu amecancel tu? Ya tusha experience. Mimi binafsi nisha experience. Msali nialika harusi, akaniambia ni hapa tu nini inakuru hai. Akanishow bibi yake atakuwa hapo, so lazima niandike ile piece ya mapenzi ya kuweka pamoja. Umeget? Alafu najua kama msanii ama ndio hata hiyo maybe ndo kazi yako ambayo unafanya, lazima kuwa na down payment. Umeona? Akaniambia down payment si shida, bora tumeelewana ni pesa ngapi? Sasa kama hiyo pesa, hiyo deposit.
Sasa kufika hiyo siku ilikuwa on Saturday ambayo hiyo stuff ilikuwa ina nini ina happen. Kufika ananiambia tume cancel. Iwezi fanyika. Maybe sasa next time. Mwana vitu kama hiyo. Sasa ndo maana unapata msanii akitaka kufanya kitu ama akialikwa mahali lazima muweke agreement. Ulipe kwanza. So sasa saa hii sasa umeanza hiyo story na agreement. Agreement iko. Ukiniita mahali lazima uweke down payment. Okay. So let's say tuseme customer ameku-invite ukuje upige. Kuna time umeona kwamba imekuwa ka let down ama yeye mwenyewe ameona imekuwa let down. Alafu amedinda kulipa. Sijaipata challenge kama hiyo. Sijaipata juu I know me wana deliver the best. Na ndio customer ku approach maybe anakujua wewe ni nani. Ama mtu amekwambia niitie umse anakuwa poa. Yeah. Okay. So let's say sasa hivi how long umeitwa kwa event? Ukuja event fulani. How long does it, though umeongelelea kiasi inakuwa saa zingine hectic kupiga hiyo mistari na kuandika. How long does it take you kuweza kurekodi ngoma, kurekod come up with a script, alafu uanze kupractice? How long? Saizi nikikwambia nataka event, tuseme mpaka kesho ama siku gani, nimekupatia tu, how long does it take you kuweza kumaster, come up na mistari na kumaster yote? For now ni 72 hours. 72 hours. Yeah. Umeiva hiyo design? Yeah, hiyo nimeandika hadi nimecram 72 hours iko sawa. Yeah. Wah. Mwanzo umeiva. So sasa tuachane na primary. Umesema primary vile nini. So ni wapi ulianza sasa ukaona kwamba acha nianze kupractice sasa poetry kabisa ile ya serious? Ile ya serious sasa ni kuna stuff fulani mse fulani alifanya Kaka. Yeah. Ngoma fulani amazing. Then nikasema acha nifanye kama hii. Umeona? Alafu nikaingia studio nikarecord, nikaona kumbe naweza fanya. Nikakuja na the same idea but in different style. Nikaandika piece yangu nikasema kumbe naweza fanya hizi vitu. Yeah. Msenda inspire na hiyo ngoma yake. Kakuja na idea nyingine. Kuna mingi. Ilikuwa ngoma gani? Kwa sana huyo Kaka, I think is your mentor. Yeah, it's my mentor. Because naona unamunini sana. So let's say ikafika your time. So mstari yako ya kwanza ama nini yako your first poem. Yeah. Can you remember? Ile yenye ulianza nao kazi. Yeah, naweza kumbuka. Ilikuwa drugs. Chapa kidogo. Hii world imekuwa hard. Hadi Subira alikuwa kivuta eri na hadi suvuta bangi. Makateka na ma-agents walikuwa kishuruma nimead walipo transfer Kariobangi. Hii world iko confusing. Vijana kusimamisha rika mmoza barabarani. I think after Merectus evolution enda kwa mbuzi. Eti nini? Eti nini inaenda kwa mbuzi? After Merectus evolution itaenda kwa mbuzi. Wow. Okay. Okay, sawa. So hiyo mstari ama ulikuwa unamaanisha nini kwa hiyo nini? Unajua kuna in poetry sana I loved it, lakini sijui kwa nini sikuelewa design. But okay, kuna hizo set books ama ilikuwa inaitwa fasihi simulizi. Yeah. Hizo mafasihi simulizi zinakuanga tamu sana. Lakini sasa kuna kuanga sana na maana fiche. Kwa hiyo mstari tu ya mwisho sana ya hiyo mbuzi sasa una get ndo sasa uweze kudeliver message kwa poetry lazima uende deep kiasi. Ndo msee aweze arudi nyuma kiasi sasa msee amesema nini. Unaona for now msee atavuta bangi. And then unajua sisi tulitoka kwa evolution ya Homo erectus, ndio? Sasa unajaribu sasa unaambia msee after Homo erectus evolution itakuwa mbuzi, which means sisi atoka binadamu. Juu unajua kijana anatumia miraa, anatumia mogoka na hizo stuff zinaweza kuwa za nani? Za mbuzi. Unaona? Sasa mbuzi anatumia nini? Hizi miraa na hizo stuff zingine, unaona? So naambia msee I think after Homo erectus evolution tenda kwa mbuzi.
sisi wenyewe tutakuwa sasa mbuzi nitakuwa. So wanadamu wote watageuka kuwa mbuzi. Sasa kama ni miraa tunatumia ndio hapo mbele unasikia sigara bangi unavuta, mtu akikuona and then lori ya mawe ndio inapita. Cause motion inatoa minomosha, naweza weka samaki yake kufry nao samaki. What? Sasa tuseme ni nini saizi kuna mavijana wako huko yang wako wana fumble. Ni nini ulifanya bidii fulani ama kuna training fulani ulienda ama it's just passion from inside ama hii Kiswahili yote uingie deep hivyo ilikuja na nini? Ni kitu napenda. Hakuna training nilienda maana saa mtu alinifunza. Ni kitu napenda. Tunakaa tu chini kalamu na karatasi. You are good to go. Hii ni ligi yako ni ya simple boy. Mswahili. So that's wonderful. So tuseme Kiswahili ulikuwa unaipenda sana. Kiswahili nilikuwa napenda sana kwa high school. Nilikuwa napenda Kiswahili sana. Na English pia nilikuwa napenda. Hizo zote nilikuwa napenda, but unapata set siwezi andika piece ya English, naweza kuandika but unajua sasa most of my pieces wana deliver kwa vijana. That's why kijana si utapata vijana siku hizi si wale wameiva kwa English sana. Siko baya but anapenda Kiswahili. So ndio uweze kudeliver lazima uweke Sheng kiasi na lazima uweke Kiswahili kiasi. Okay. Yeah. So kutoka kufika penye umefika sasa hivi kuna time yoyote regret kwamba kuanza poetry ama kuingia kwa poetry? Nisha regret mara moja. Na sijui reason ilikuwa gani. Kwa nini ukasema utoke? Nikasema acha niache stuff. What happened? I think ilikuwa inanikula kichwa. Yeah. Ilikuwa inanikula kichwa juu nikianza poetry ama nikianza kufanya spoken word, nilikuwa every week nilikuwa natoa piece naandika kwa kitabu. So unapata alafu nilikuwa nafanya bidii sana ni kuzikram. So nilipata kama kichwa inaniuma, niko na stress, maybe nafikiria kitu, nikasema hii stuff itanikula kichwa bora. Nikasema acha niache. So ni nini tena ikarudi ama kuna kilifanya nikarudi? I think ni kwa Moi, nilikuwa nasoma Moi, ni kwa Moi. I was very good mahali fulani amazing kwa relationship fulani. And then shit happen. Character development. Nikakuja na piece inaitwa Niache. Yeah. Nani alikuwa anaacha mwingine? Niache. Yeye alikuacha alafu wewe ukasema tu acha niache. Okay. Hebu chapa mstari mbili. Hatuwezi fanana castle as a lodging. King alishasema. Still niko na msemo kama digadi ya lori. Na yule nampenda kupenda napenda mwingine na kufosi. Acha nikae kwa amani, Mungu atanipa yule mwenye Subaru. What? Subaru. Okay. Sasa pia hapo mbele ikakuja kasema siwezi kumbuka vizuri. Siwezi kumbuka essence ya pili vizuri. But iko YouTube. Ulisema YouTube yako ni? Ezanto Poet. So anybody ingia pale kwa YouTube, angalia Ezanto Poet. Ezanto ni? Ezanto. Poet. Unapata pale, unapata mistari zake zote hapo. Zote umeziweka pale. Umeweka kivideo ama videos? Zote ni videos. Bro, story yako ni kali bwana. So siku ingine tutaongelea kuhusu ya warembo. Sasa ina shida. So thank you so much, unless maybe kuna neno just to inspire someone who meets this video, ni nini unaweza ambia msemo mwenye anakutana na hii video for the first time? Hatukuomba tuweze ku give up. And venye Mungu alituomba hatukuomba kwa image za tuweze ku break history. Mama alituomba na historia. So kama wewe ni kijana, kama wewe ni mzazi, dada, sister, don't give up in life. Yeah, life inaweza kuweka upside down. But unajua tatizo ni daraja. Yeah, maybe kuna uvuki daraja uende side nyingine. Kuna mazuri. Yeah. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it has been a wonderful moment with Ezanto here, the poet mwenyewe. Amepiga mistari mpaka mimi pia nimefurahi. Nimetoka hapa nikifurahi. Na let's pray for each other. Tumuombe aweze kufika zile heights za kina King Kaka, si ndio? Sasa hizi wewe naona tu unaona King Kaka. Si ndio? Maybe tuseme watu wenye wana kuinspire, mmoja ni King Kaka.
King Kaka is a friend of mine and alichangia sana kwa Dear Lord. Yeah. Okay. Yeah. Oh, so yeah, pia he was one of He was one of the Dear Lord. Yenda inspire sana ku. Hata Dear Lord yalanguka hivi, hata comment yake kwa hapo chini. Tunaongea na yeye. Yeah. Oh, sawa. Thank you so much, ladies and gentlemen. Bye bye. Let's see you in the next video. The person who is commenting, next time in the next video we shall give you a shout out. Thank you so much and God bless you. Bye.